Tutaenda kusoma kwa pamoja. Tutaenda kusoma kwa pamoja kitabu cha Mwanzo. Tusikilize nini ambacho Bwana alichokusudia. Kitabu cha Mwanzo kinasema hivi. Kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 9. Tusiongee tu kwa mdomo, na wewe tusome ile andiko yalitoa wapi. Ile andiko kalitoa hapa. Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia huko wapi? Ndilo pointi lake alilouliza. Ni kweli Bwana alimuuliza Adamu, huko wapi Adamu? Andiko la pili ambalo yeye hakutoa maandiko, lakini kwa sababu ameyaongea na yameandikwa, ndio kwa maana nimeleta maandiko ili tuyasome tupate kuelewa zaidi. Tutaenda kusoma tena kitabu cha Methali. Tusome Methali 15. Methali 15 mstari wa 3. Kinasema, macho ya Bwana yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Haleluya. Ni kweli Bwana alimwambia Adamu, uko wapi? Na ni kweli macho ya Bwana yapo kila mahali, yakimtazama mtu mbaya na mwema. Pointi ya kwanza, nataka tuanzie hapo. Kia kwanza natakiwa kujua katika maisha yako, jua kuwa mwanadamu ana mahusiano ya aina mbili mbele ya Mwenyezi Mungu, au mwanadamu na mahusiano ya aina mbili baina yake na Mwenyezi Mungu. Haleluya. Mwanadamu ana mahusiano ya aina mbili baina yake yeye na Mwenyezi Mungu. Ya kwanza inabidi utambue Adamu ni nani. Je, Adamu ni nani? Adamu je, ni yule aliyewekwa katika bustani ya Eden? Je, Adamu au ni wewe? Na ujumbe uliishia tu pale kwa Adamu, au ujumbe ule unaendelea na kwako wewe? Haleluya. So Bwana kwesi sana. Tunaanzia hapo. Na nataka tena tukasome kitabu cha Mwanzo tupate kuelewa. Nataka niongezee andiko lingine yeye ambaye kuliongea. Kitabu cha Mwanzo 4 mstari wa 9. Ile andiko kulitoa yeye, mimi nimeliongezea. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Abeli ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Hapa pena nimeliongezea ile andiko kwa kuwa lina maana moja. Haleluya. Au linamaanisha kitu kimoja. Nimeliongezea ili tupate kuelewa zaidi. So Bwana akumwambia tu Adamu uko wapi? Akumuulizia tu Adamu uko wapi? Bwana alimuulizia pia hata Kaini, kumuulizia ndugu yake kuwa Abeli yuko wapi. Unaweza kujiuliza, je, Bwana aone? Na maandiko tumesoma Methali imesema macho ya Bwana yapo kila mahali, yakimchunguza mwanadamu mubaya na mwema. Na ni kweli, hata sasa hivi ninavyoongea, roho ya Bwana, macho ya Bwana yanitazama mimi, yanakutazama na wewe ambaye tukusikiliza ujumbe huu. Yapo kila sehemu. Lakini kusudi la Bwana ni nini? Ili apate kuwauliza watu na wakati alikuwa anawaona. Kwa nini awaulize na wakati anaona mahali walipo, sehemu walipo, nini wanachokifanya? Haleluya. Tunataka tu, nimekwambia kuwa mwanadamu na mahusiano mawili mbele ya Mwenyezi Mungu. Uhusiano la kwanza ni nafsi ya ndani, ni mahusiano ya ndani, ambayo ile mahusiano ya ndani ndiyo yanayotupa na nafasi sisi ya kuongea, ya kufanya communicate na Mwenyezi Mungu. Ni ile mahusiano ya kwanza ambayo ni nafsi inayo communicate na Mwenyezi Mungu. Mwili huu haufanye communicate na Mungu, au zungumze na Mungu, bali nafsi iliyo ndani ndiyo inayozungumza na Mwenyezi Mungu. Na nafsi ndiyo inayokuongoza wewe, na nafsi ndiyo inayokuambia ili ni mbaya, ili ni njema. So mahusiano yetu ambayo